maisha huko. Na jambo la kwanza, tulipokuwa tumekaa hapa Kutus, Kamegwa, ulisema kwamba utaleta pesa ambayo itafutilia mandeni ya wakulima wa kahawa. Mwishoe umetuma Mwanasesere, gavana wa Kirinyaga, ameanza kuambia watu waseme 2 term ndio uweze kuwapatia hiyo pesa. Lakini wakati ulienda Nyanza, ukaenda mkoa wa Magharibi, ulipeana takriban bilioni 112. Zetu ni kama bilioni 6.8 ambazo zilikuwa zimewekwa kwa bajeti wakati Rigiji alikuwa naibu wa rais. Alafu baadaye ukaja mkazitoa. Sasa mimi ningetaka kuambia hivi, Rais wa Kenya, ukikuja Kirinyaga najua utakuja. Usikuje kufungua manyumba peke yake. Hatuja kosa mahali ya kulala. Kitu ambao inatusumbua ni chakula. Kitu ambao inatusumbua ni njaa, ambayo hata kama tukiwa na hiyo manyumba hatuwezi pata uzingizi. Ukuje na fedha venye ulienda mkoa wa Magharibi uweze kufutilia mandeni ya wakulima wa kahawa ili waweze kufaidika. Lakini ukienda udanganywe na wale Wanasesere ambao wanakudanganya kila siku, ole wako. Kwa sababu mahali tumefika saa hii tumechoka kubweka. Mwaka ujao tunakuja kuuma. Jambo la pili ni kwamba licha ya sisi kwenda kotini tukiongozwa na wakili wa sheria hapa tukiwa na Madenge, kwa sababu ya kuzuia kuletwa kwa mchele mpunga katika eneo la Mwea, ulikuja ukapatia wakritimba na wanabiashara wenzako kazi, wakaleta mchele katika Kirinyaga. Saa hii bei imeshuka kutoka shilingi 85 mpaka shilingi 60. Nataka nikwambie hivi, wakati unakuja ukuje umeweka mambo sambamba ya kuchukua mchele yote ambayo iko Mwea ili waweze kupata nafuu wakulima mchele. Kwa sababu haiwezekani wakulima walime tena walipe kondi bila ruzuku, wasumbuliwe na ndege na konokono, halafu uende upitishe mchele iletwe hapa. Hiyo ndo nataka niseme ya kwamba hiyo tunasema ni dhuluma ya wakulima wa mpunga katika eneo la Mwea. Na kwa hivyo Rais, nataka nikwambie pia, kwa sababu utapata hii, nikwambia kwamba unapokuja, kama unataka wimbo na nderemo ama tukunyamazie tusikwambie chochote, kuja na hizo vitu nimekwambia. Ulituma afa akakuja hapa wakasema kwamba atachukua mchele. Saa hii magala ya mchele ya vyama vya ushirika wako na takriban kilo 2,000,000. Na wale wakulima bado wako na mchele katika manyumba yao. Mswahili usema akufae kwa dhiki ndiye rafiki. Kwa hivyo saa hii ndo tunahitaji mchele wetu ichukuliwe na kazi ifanyike. Majani chai tuliharibu soko kabla ya vita Iran. Watu wako walienda wakagushi majani chai wakaharibu soko ya Iran. Juzi magaindi wamepatiwa hati ya usafiri kutoka Sudan, na hiyo soko tumepoteza. Uhusiano wetu wa kimataifa, Misri hatuna soko. Hii majani chai, Rais, nataka kukuambia kama kuna kitu itakupeleka nyumbani ni majani chai. Kwa sababu Mungu ametubariki. Tuko na majani chai hapa na kwako uko nayo. Kwa hivyo tukisema antam hapa, Bometi kwako utaambiwa 1 term. Kericho utaambiwa 1 term. Nandi utaambiwa 1 term. Kwa sababu umuhimu wa sabuni ni povu. Kama utusaidii Mheshimiwa Rais na kuuza vitu zetu, umuhimu wako ni gani? Twende upande wa makandamia. Mkulima wa makandamia amekuwa siku zote analima makandamia, lakini mmeshindwa tu na kufungua soko ya China tuweze kuuza makandamia yetu. Umetutoa bei ya shilingi 150 mpaka 50 sasa hivi. Dhuluma zenye unadhulumu wakulima, hata usimame wapi, hata uoshewe wapi, ni kama kaniki ambayo haiwezi kubadilika rangi kwa sababu ni rangi nyeusi. Wewe kama utaangalia mambo ya makandamia, bado tunaendelea kuhesabu. Na nakwambia kura zenye utapata hapa, Rais, kama utaangalia